Mzinga Simba Sports Club na wao watashuka uwanjani na Petro Atletico Club kama unavyosema mwenyewe. Inatajwa kuwa ni timu ambazo mizani iko sawa. Kwa unaojua kabumbu wanasema hivyo. Pengine mtazamo wako koje kuhusiana na kauli? Mizani tukisema iko sawa ndio inahitaji utetee. Inahitaji kuna namna fulani vile vile utetee ili useme iko sawa. Lakini unaweza nikawaelewa kwa namna moja, kwa namna nyingine usiwaelewe. Ukisema iko sawa kwenye mustakabali gani? Kwa mfano, hizi timu zote tunasema ni timu ambazo zinatokea katika hizi hatua. Yaani huaga zinatokea kwenye hizi hatua. Haijalishi nani katokea mara nyingi, lakini huaga wanakuja. Kwa hiyo unaweza ukapima kwa namna hiyo. Lakini tukija kwenye nani katokea mara nyingi, nani akapata mafanikio, Simba nadhani atakuwa yuko juu. Lakini hata kwa sasa hivi nani ameingia kwenye hili kundi? Unajua kundi limepangwa kutokana na ubora wa viwango. Kwa hiyo wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa nne ni kwa viwango, ni ubora ule. Sasa Simba kaingia kama nafasi ya pili, katokea kwenye pot namba 2, pot B. Petros katokea kwenye kwenye pot namba 3, pot C. Kwa hiyo automatic tayari Simba yuko level tofauti kidogo na huyu. Ila hawajaachana pakubwa kwa kusema kwamba huyu amwezi kabisa. Petro anaweza kuruka naye Simba vizuri. Unaona? Na Simba anaweza kuruka na Petro vizuri. Kwa hiyo kinaumana hiyo mechi. Yes, kuna vitu Petro kafanya Simba hajafanya. Simba kuna vitu kafanya Petro hajafanya. Kwa mfano, Petro ana finali moja tu ya CAF. Alicheza miaka ya nyuma huko, sio kwa mwaka 90 ngapi sio. 90 tena ilikuwa ni kombe lile la Simba, kombe la CAF mwaka 97. Simba katangulia mwaka 93, Petro 97 akaenda kucheza finali. Wote walikosa. Baada ya hapo Petro hajarudi kwenye finali nyingine yoyote. Simba karudi tena msimu uliopita. Umeelewa? Lakini pia Petro ameweka rekodi misimu miwili nyuma ya kucheza group stage, hajaruhusu goli hata hili. Mechi 6 za hatua ya makundi hajaruhusu goli hata moja. Petro amefanya hivyo, Simba hajafanya. Sawa? Alienda kutolewa robo finali, alitolewa na kunguru weusi wa Lubumbashi, Tupisa Mazembe. Lakini Simba hajawahi kufanya hicho, ila kaingia robo finali nyingi. Yaani Simba hajawahi kuishia group stage. Sawa? Kwa hiyo kuna vitu wanatofautiana. But ukiangalia in details unakuta vingi vinampendelea Simba. Shaona. Tukija kwenye fact ya mechi yenyewe, ni mechi nzuri sana. Nzuri sana kwa sababu nimetoa hapa baadhi ya maelezo kwamba ni mechi ambazo ni wapinzani ambao hawajatofautiana pakubwa sana. Ni mpinzani ambaye naamini Petros wana timu nzuri, lakini Simba at home hapa kwenye makaratasi Simoni Petro akitoboa hapa. Simoni Petro akitoboa. Naamini Simba anaenda kufanya vizuri katika hiyo mechi kwa vitu vingi. Simba anafanya vizuri katika ligi ya nyumbani. Wameanza vizuri kampeni zao mpaka hapa walipofika, chini ya kocha wao mpya huyu meneja Dimitar Pantev. Petros Atletico na wenyewe pia wana kocha wao Muhispania ambao wamefuzu kuingia hapa walipoingia kwa maana ya group stage, lakini kwenye ligi yao hawajaanza vizuri sana. Umeelewa? Sio vibaya ila sio vizuri sana walivyoanza. Ligi yao nadhani anaongoza wale CD Recreativo Dolibolo ndio wanaongoza, lakini Petros wanapambana na wao namna kusogea pale juu. So ukipima ligi ya Angola, ukipima ligi ya Tanzania, unaona na zenyewe pia asijaachana sana. Yaani miongoni mwa zile ligi za Sub-Saharan ambazo zinafanya vizuri ni pamoja na hizi ligi. Utofauti ni kwamba sisi klabu zetu zinafika mbali nyingi. Unajua ligi yetu sisi mpaka kwa kwenye viwango vya CAF kwamba ligi sio namba 5 au namba 4 kwenye ubora, kwa sababu klabu zetu zinafanya vizuri na sisi tuna klabu nyingi nzuri. Tuna Yanga nafika mpaka finali, tuna Simba nafika mpaka finali. Haya makota haya wanafika sana. Lakini ukija kuangalia wao Angola unakuta ni Petro ndo ajitahidi aipate robo. Wengine wanakuja group stage wanaishi hapo wanatoka. Kina Bravos do Marquis msimu uliopita, kina CD Lunda Sul wanaishi hapo. Kwa hiyo timu zao
kuna wale wanaitwa Esperança do Sambizanga, na wenyewe pia wanaenda wanagusa wanarudi, wanagusa wanarudi. Kwa hiyo wanakosa support, yani Petro wanakosa support ya yale maklabu mengine ya Angola kufika mbali. Tofauti na sisi tuna matimu mawili tu ambayo yanafanya vizuri. This time around tumeyapeleka matimu 4. Umeelewa? Kwa hiyo tuna possibility ya kufanya vizuri, kuongeza points zaidi, lakini tofauti na hapo, kwa maana ya quality katika pitch, kwa kile ambacho wanakicheza, unaona ni ligi ambazo hazijaachana mbali sana kwenye huo ubora. So hii mechi kwa advantage ya nyumbani, Simba namuona anashinda hii mechi, lakini naona Simba na wakati mgumu kwenye mechi ya pili ya 11 Novemba, ila hii nampa nafasi kubwa ya kushinda Simba Sports. Ndio nafasi unayotoa kutokana na historia na vikosi jinsi vilivyo, kwa sababu kuna vikosi hapo hujakupa bado. Of course, Petro na timu yao kwa muda mrefu, timu yao imekuwa imebadilika tu maeneo machache. Miongoni mwa strength zao ni backline yao. Wana backline ya muda mrefu, akina Victor Nanke, Vidinho, na wanachezaga back 3. Vidinho yuko pale, Joaquim Balanga, wanamuita Kinito, naye yuko pale. Lakini pia kuna Eddie Afonso yuko pale, kwa anacheza na back 3 yao. Pembeni na ma wing backs ambao wana speed. Mmoja aitwa Hosi, akimbia sana kwenye channel ile tulimuona. Yes, kwenye upande wa kushoto sasa alikuwa To Carneiro zamani. Bwana lakini To sasa hivi yupo Esfa. Kule juu kwenye safu ya kushambulia, kwa sasa wana striker mmoja anaitwa Joe Paciencia. Wamemchukua Bravo. Msimu uliopita alikuwa na Bravo na Simba. Yes. Ana experience kidogo na Afrika, amecheza Cape Town New City ya South Africa. Kwa hiyo ni striker ambaye wamemchukua, wamemleta pale kwenye safu ya kushambulia kwao. So ni timu fulani hivi ambayo haijabadilika sana. Asilimia kubwa wachezaji wao ndio wale akina Alem, utamkuta tu Alem kwenye eneo la midfield bado yupo. Asilimia kubwa timu yao ni ile ambayo imekuwepo kwa misimu mingi, haijabadilika sana, tofauti na Simba ambao ukiangalia kikosi chao kwa asilimia kubwa ni maingizo mapya. Backline Shomari ndio yuko muda mrefu, lakini hawa waliobakia kuanzia Shamu, kuanzia Abdurazak, kuanzia Rushan Derek, ukiendelea kwa Anthony Mbigo kwenye midfield pale, Kante, ukienda kwa kina Joshua Mutale, wachezaji wao wengi ni wapya, kina Limpanzo wao. Kwa hiyo timu yao ni kama mpya hivi ambao wameitengeneza. So naona nafasi kubwa nayo Simba. Wamekucheza semifinal 21 22, robo walimtoa Mamelodi, na kocha wakati huo ndo walikuwa Alexander Santos, huyu kocha wa pengine kwa Simba tumeona mechi yao ya mwisho dhidi ya Nsingizini walipo struggle kupata matokeo nyumbani, na hata ukiangalia mechi yao pia hata na nyingine ya mwisho kabla ya Nsingizini pia wakupata ushindi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Pengine hii rekodi haiti wasiwasi kuelekea katika huu mchezo na haya mabadiliko ambayo yametokea hivi karibuni. Vitu vinabadilika, vitu vinakuwa tofauti kabisa. Hii ni group stage, ni stage nyingine tofauti. Zile mechi za kule hata approaches zinakuwa tofauti. Ni approach ya kocha anavyoandaa mpango kazi wake, anaandaa mpango kazi wa kupata ushindi wa mechi, kwa sababu kule hakuna alama. Kwa hiyo game approach inakuwa tofauti, wanacheza kwa namna ya kupata alama, kwa namna ya nini, ya kushinda. Tena unashinda na uzuie mwenzako asipate magoli. Huko group stage watu wanatafuta ushindi kwa ajili ya alama, na wanaenda kwa timing, kwamba hapa nipate draw, hapa nipate alama ngapi. Kwa hiyo approaches zinakuwa tofauti kidogo. Group stage experience iko tofauti. Good thing ni kwamba wana kocha ambaye group stage sio mara ya kwanza, kwa maana ya Dimitar Pantev. Msimu uliopita alikuwepo hatua ya makundi ya Confederation Cup akiwa na kikosi cha Orapa United kabla ajenda Gaborone United. So ni kocha ambaye tayari ameshapata a bit experience kwa alikotoka. Anafahamu namna ya test ya group stage inakuaje. Ingawaje kule ya kumaliza, kwa sababu aliondolewa baada ya kupoteza kwa goli nyingi, sio ilikuwa 5 sio 6 na USM Alger. So anajua kwamba group stages zinahitaji kitu gani. Mambo ambayo yaliyafeli kule yanakuwa somo lesson, yanakuja kumsaidia katika mechi hizi nyingine ambazo wanazichezea, anachezea akiwa yuko upande wa Simba. Kwa hiyo
ni experience nzuri ambayo wamepata, na wenyewe Simba good thing ni kwamba hawajawahi kuishia group stage. Yes, kwa hiyo watatumia hiyo experience yao kwa ajili ya kwenda mbele.